Asante sana mpendwa mtazamaji, msikilizaji popote unavyotusikiza, tunakukaribisha kwenye kipindi cha Rongo City TV ambapo tungependa kuwapasha habari za sasa hivi zinazotendeka nchini Tanzania na Kenya. Habari kemkem na Arwa the One. Tukitoka moja kwa moja tunaelekea katika nchi ya Tanzania ambapo tunakuta kuwa Rais Samia Suluhu ametoa ukali baada ya kuona Wakenya wanacheza mtandaoni na video zake ambazo wametengeneza kwa njia ya AI. Rais Samia Suluhu ametoa hoja lake akizungumza akionya Wakenya kuwa kuingia kwenye nchi yake, labda kama uko na mahusiano na watu wa huko, kama huna mahusiano tafadhali baki Kenya. Na hivyo mpakani Kenya Tanzania itabaki ikifungwa baada ya miaka 7. Ndugu zangu wa Kenya na wapenda sana, lakini ilifanyika, I was just protecting my country and nothing else. Mlishavuruga kwenu, mmekuja kuvuruga Tanzania, hamtakubaliwa. Na si eti Samia nini, mtaongea mmalize. Lakini nchi yetu Tanzania haitakuwa kama yenu Kenya. Na hata mkiamua kuleta mtu mwingine huko, nitamrudisha kwao, hata awe nani. Sitakubali aingie nchi yangu. Kenya nataka ni amani idumu kwa nchi zote mbili. Tukiachana na hayo mpendwa mtazamaji, msikilizaji, tunarudi nchi Kenya ambapo tunapata Rais William Ruto ameweza kutoa mjibu kuhusu mswada ambao inaendelea nchini Tanzania. Wakenya wote, nataka niwaahidi kwamba serikali ya Kenya imetenga gharama ya maisha itakuwa inarudi chini, sababu tumewekea tayari bilioni 700 ambayo tutakuwa tunasaidia nayo ukina mama mboga, watu wa bodaboda. Nataka niwaambie watu ya Rongo, watu ya Rio City, watu ya the entire Migori County, raundi hii serikali ya Kenya katika budget yenye tunaenda kutenga milioni 700 kuhakikisha kwamba they are affordable housing. Tutamaliza the project imeanzishwa ambaye serikali iliwaahidi. Alafu kitu kingine wa Kenya, mimi nataka ni waashua hiyo chama ambaye nimesikia sijui mnaita DCP, mimi sihijui na siifahamu. Kwa hiyo huyo mtu ambaye anajiita the truthful man, mimi nataka nimwambie Kenya ni mimi ndo kusema ama namna gani jameni. Mimi nataka niwaambie, juzi nilisikia watu wangu wakakuwa deported from Tanzania. Mimi nataka niwaambie wa Kenya, tubaki kwa umoja wa Mataifa, Jumuiya ya Afrika, tubaki na umoja. Maneno ya kufanya deportation, mimi hiyo mambo siipendi. Na kwa hiyo Mheshimiwa William Ruto, Kiswahili yangu imekuwa insufficient, ningependa mnipe nafasi kidogo nione kenye nitaambia Mama Samia Suluhu. Asanteni. Tukielekea katika nchi ya Tanzania, tunapata kuwa Rais Samia Suluhu ameweza kuzuilia aliyekuwa kiongozi ya NARC Kenya Martha Karua aliyefunga msafara yake kwenda kutembelea nchi ya Tanzania. Aliweza kuzuiliwa kwenye uwanja wa ndege ambapo aliulizwa kama akona passport
ila yote yakagonga mwamba baada ya kupatikana amebeba birth certificate, ambapo ni cheti cha kuzaliwa kwa Kiswahili, ndiyo ilifanya yeye kuwekwa kwenye ndege kurudishwa Kenya. Naam, shukran sana mwenzangu. Shukran sana na kupata vizuri. Wa Kenya na wa Tanzania kwa jumla tupo hapa ikuluni mwa Tanzania, ambaye mwanasiasa wetu kama mnavyojua, binti Bi Martha aliweza kuzuiliwa kuingia hapa nchini Tanzania, jambo na ambayo imeleta utata mtandaoni na hata kufanya wa Kenya kuwa upset. My fellow Kenyans, today I'm in a very bad mood. I've been deported back to my country by the President of Tanzania. I'm not so happy about it because me and Samia, we go way back. We are very good friends. I don't know why she has taken that part. Her reaction has really shocked me. We are at Julius Nyerere International Airport by now. We are being detained, me and my two friends are waiting to be deported back to Kenya. The government hasn't allowed me to go into their country. I don't know what situation is going on, because it seems like the president is no longer requiring Kenyans to come to her country. So there's fear in Suluhu's government about people who are interested in politically motivated cases against Tundu Lissu. I'm not well aware of what's going on about that. I just came here to talk about some issues. So that's all for now. I'll again address the nation when I have more for you. Thank you. Tukiachana na hayo tena, tukirudi nchi ya Kenya, tunapata wanasiasa ambao wamekasirika sana, mojawapo kuwa opposition leader Raila Amolo Odinga, ambaye ametoa hoja lake kuhusu mswada wa Martha Karua kutembelea nchi ya Tanzania. Haya, Wakenya oye! Wakenya TV! Wakenya mapangeli! Mimi nataka kusema nimekasirika sana. Mimi naona michezo mingi inafanyika Kenya. Kwa hiyo mimi nataka kusema, mimi nilikuwa nimeona hapa Kenya mnaanza kufanya ile kitu inaitwa deportation. I want to condemn that thing in the strongest term possible. I am not agreeing. Bwana, sisi sio wajinga bwana. Juzi nyinyi mnapotea na ngondo, alafu sasa mnataka kuanza na Martha Karua. Hiyo hapana. Na hii kitu mimi nataka kusema haitafanyika tena. Sasa nimekasirika sana, hata siwezi ongea. Lakini yanayoshangaza zaidi, ambayo imewacha Wakenya wakijiuliza mbona, sababu ipi, iliwezekanaje Moi president aliyekuwa alifariki miaka mingi zilizopita pia aliweza kufufuka kwenye mswada huu akazungumza na wananchi? Hebu tukasikilize. Wananchi, nilikuwa nimewaambia ganu ilikuwa nzuri, lakini nyinyi hamkusikia. Hadi rungu yangu imegulwa na mchwa. Mimi hii kitu ya kudiport Martha Karua imenigasirisha hadi nimekuja, hadi nimevuvuka. Wakati Moi alikuwa nilisema Martha aende, Martha alikuwa anaenda. Na hii yenu mtu anakuwa deported. Juzi mlideport Miguna, leo mnadeport tena Martha Karua. Hiyo ni maendeleo. Na nitarudi tu kaburini. Asanteni sana. Kwaheri. Na hiyo ni maendeleo. Sasa tuko hapa Tanzania, sisi kama news reporters wa Kenya tulifika hapa na dada yetu Martha Karua na hatujaruhusiwa kuingia Tanzania. Kwa hivyo nataka niwaambie tunarudi Kenya na hatujasikia vizuri vile. Okay, I'm getting you. So we are coming back to Kenya as we speak now. We are just at the airport here. We are just coming to Kenya right now, and we shall talk about it when we are back to our country. Kwa haya na mengi zaidi,
tutawapasha jinsi maneno yatakuwa yanaenda, mambo yatakuwa yakiwa pale, na mnavyojua kwa sisi wa Kenya Kiswahili kidogo hatuendani na hatukuzaliwa nayo. You'll ruhusu me to use English. Shukran sana. Jina langu ni Ichus na narudisha nafasi hii kwako mwenzangu ukiwa studioni Rongo City TV. Wakenya, kulingana na ishara ya Kiswahili kuisha kwenye mdomo yangu, inabidi nitamatishe mazungumzo yangu bila kuendelea kabla nipelekwe hospitali kuangaliwa brain Kiswahili problem. Asanteni.